Basi nipende kukaribisha sana katika kipindi tena cha wasaa mwingine mzuri kwa ajili ya maombi. Zaidi ya dakika 25 tutatumia tukiwa ndani ya chumba hiki ambacho leo hii basi kinatupatia kila aina ya muujiza, kwa sababu tutapata neno, hatimaye tutakwenda kwenye maombi. Na kwa kwanza kabisa baada leo basi tutaimba wimbo namba 55, wimbo ambao ndio ambao utakao tukiwimba. Usikae mbali, usizime TV yako, usizime redio yako, kwa sababu leo tunapanda mapema. Wimbo namba 55. Tunapanda mapema na mchana kutwa, mbegu za fadhili hata jioni. Twangojea sasa siku za kuvuna, tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno. Tupate ombi. Baba yetu na Mungu wetu unaishi juu mbinguni, tunakushukuru tena kupata nafasi hii ambayo tumeweza kufika katika eneo la kazi. Watoto wako tunakushukuru sana, jina lako litukuzwe. Lakini tunakushukuru kwa namna ambavyo umetutunza wakati ambapo tulipolala hatukujua nini kinachoendelea. Mkono wako haukusita kutenda muujiza wa uponyaji, na hata tulipoamka tuliona tu wazima, na hivyo tumejiongea katika eneo la kazi. Tunakusifu sana Mungu wetu. Tunapokuja kwako tunaomba msamaha wa dhambi na makosa. Tumekukosea Mungu wetu kwa namna mbalimbali. Hivyo basi tunaomba ututakase kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, tufae tena kustahili kuwa watoto wako. Hata somo la asubuhi ya leo tunakusihi Baba, Roho wako Mtakatifu akalitafasiri katika mioyo yetu. Hata mtumishi wako anapokwenda kulitoa neno hili, kamtumie kwa kadri upendavyo. Lakini mioyo ya watoto wako tunaomba ukaipatie unyenyekevu, ili neno hili likapate mguso wa pekee, na sifa na utukufu tutarudisha kwako, maana tutabadilika na tutaendelea kukupendeza wewe Mungu wa mbinguni. Siku ya kazi ya leo ikawe chini yako, tukatende yaliyo mapenzi yako. Tupatie nguvu na uwezo, hata wale watakaohudumiwa katika ofisi hizi basi wakaseme tumekutana na Mungu katika ofisi hizi. Sifa na utukufu tutarudisha kwako. Asante kwa sababu haya yote yatakwenda kutimia, ni katika jina lako Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Basi niwakaribishe katika somo la asubuhi ya leo, na somo letu tutakuwa na mafungu mawili tu. Kitabu cha kwanza ni kutoka kile kitabu cha Zaburi 51 na mstari wa 10, na fungu la pili litakuwa kwenye kitabu kile cha Ezekiel 36 na ule mstari wa 25 na 26. Ndipo hapo somo letu tutakuwa limejikita hapo. Kichwa cha somo kinasema kwamba Bwana niumbie moyo mpya. Unaposoma kwenye kitabu cha Zaburi 51 na ule mstari wa 10, nitasoma hapa. Anasema kwamba Mungu uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Fungu moja tu hilo. Fungu hili nasema kwamba tunapoumbiwa moyo mpya tunakuwa wanyenyekevu. Haleluya. Nilikuwa napitia hili fungu pia kwenye maelezo kwenye Bible commentary. Anaeleza hivi: unapopatiwa moyo mpya unaambatana na kupewa Roho Mtakatifu, ambapo huyu Roho Mtakatifu ndio anayekuwezesha kuwa mnyenyekevu. Huyu Roho Mtakatifu ndio anayekuwezesha pia kuwa mtu mwema, pamoja na mambo yote yale ya rohoni wewe mwenyewe hutaweza. Nitatoa kisa kimoja kifupi. Kuna mtu mmoja maarufu sana duniani anajulikana kwa jina la Henry Ford. Henry Ford, kwa wale ambao wamfahamu, Henry Ford ni mtu maarufu sana, ndio mbunifu wa magari ya Ford.
Huwezi ukazungumzia uvumbuzi wa magari kama hujamzungumzia Henry Ford pamoja na Carl Benz. Hao ndio watu maarufu katika uvumbuzi wa magari. Carl Benz ndio mtu wa kwanza wa kuvumbua gari la kwanza mwaka 1886. Afu akaja kuboresha Henry Ford mwaka 1900. Sasa Henry Ford siku moja alikuwa na rafiki yake Sasa Henry Ford alikuwa na rafiki yake siku moja kwenye jimbo moja hapo Marekani pale. Wamekusanyika wanazungumza mambo mbalimbali ya kibiashara. Huyu rafiki yake yeye alikuwa ni maarufu sana kwenye kutengeneza magurudumu ya magari. Kwa hiyo alikuwa anatengeneza magurudumu ya magari afu anapeleka kwenye kiwanda cha Henry Ford. Sasa wamekaa sehemu moja wanapata kidogo, wanakunywa chai, wanafanya mambo ya biashara. Akapita mtu mmoja na gari lake. Afu lile sa gari likaharibika pale mbele yao wakiwa nje pale kwenye yule mgahawa. Yule mtu akaangaika kulitengeneza gari, akaangaika lakini hakuweza. Rafiki yake huyu ambaye alikuwa ni mtaalamu katika utengenezaji wa magurudumu ana kiwanda, akamwambia Henry, simsaidie. Akamwita kwa jina la kwanza, Henry, msaidie. Akasema ngoja kwanza tumwache. Akaangaika, baadaye akashindwa. Henry Ford akanyanyuka pale kwenye kiti chake akamfuata. Akamwambia tu kwa upole, naweza kukusaidia? Yule alikuwa ni kijana, akasema wewe mzee usinisumbue bwana wewe. Nimehangaika muda mrefu sana na hili gari. Ngoja nijaribu kutafuta mafundi lakini usinisumbue. Henry Ford akarudi tena kwenye kiti chake akatulia. Yule mtu akahangaika lakini bila mafanikio. Henry Ford akamfuata mara ya pili. Akamwambia naweza kukusaidia? Baada mwishoni sasa akaona sasa ameshindwa hapa, akasema sawa, hebu wazee bwana wengine hawa, hebu unaweza ukanisaidia? Basi Henry Ford kwa unyenyekevu sana akafungua bonnet, akaenda kutengeneza baadhi ya vitu tu vichache. Afu akamwambia kwa upole sana, unaweza kuwasha gari lako? Yule mtu alivyowasha gari akasema wow, yani gari langu limekuwa zuri kuliko hata nilivyonunua. Maana gari lake kwanza alinunua lilikuwa na 0 kilomita. Wenzetu wanunua magari yenye 0 kilomita. Anasema yani lilivyorekebishwa hapa limekuwa bora hata kabla kipindi na 0 kilomita nilivyokuwa nalitumia. Henry Ford akacheka tu, afu akarudi tena kuketi kwenye kiti chake. Yule mtu akamshukuru sana. Naweza kushukuru? Akataka kutoa hela. Henry Ford akamwambia hapana, nashukuru. Baadaye yule mtu akaondoka. Huyu mtu hakujua kwamba lile gari ambalo alikuwa analitumia, huyu ambaye alikuwa anamsaidia ndiye mbunifu. Alikuwa ni aina ya Ford gari za kwanza, Ford Double T. Akujua ya kwamba huyu mtu ndiye aliyebuni ile gari. Na alikuwa anampuuza, akitaka kupewa msaada anampuuza. Lakini yule mtu alikuwa anajua ni wapi pa kushika kwenye lile gari. Akisikia tu sauti ajua wapi nishike wapi. Kwa hiyo nakuja tena kwetu. Tunapoambia kwamba Mungu atatuumbia moyo mpya, anatufahamu. Haleluya. Amen. Kwa kuwa yeye ndo ametuumba. Amina. Anajua madhaifu yetu. Anajua hata idadi ya nywele zetu. Kwa hiyo anajua ni wapi pa kushika ili aweze kutuwezesha, kutuumbia moyo mpya ili tuweze kuwa watu wema, tuweze kuwa wanyenyekevu. Tunapomaliza tusome kitabu cha Ezekiel, basi ukipata hapo unaweza ukasoma Ezekiel 36 mstari, tusome mafungu mawili, mstari wa 25 mpaka 26 pale. Nitasoma hapo mstari wa 25 pamoja na 26. Anasema, nami nitanyunyuzia maji safi, nanyi mtakuwa safi. Nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote. Fungu la 26. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu. Nami nitawapa moyo wa nyama. Haleluya. Atatuumbia moyo safi. Katika siku zote hizi, siku 10 za maombi, nilikuwa ninatafakari. Ukisoma ule mwongozo wetu ambao tumepewa wa kile kitabu, siku 10 zote za maombi, kila siku lazima tuombe Roho Mtakatifu. Kwa nini? Sisi peke yetu hatutaweza. Tumuombe Roho Mtakatifu atuwezeshe. Haleluya. Atuumbie moyo safi ndani yetu. Haleluya. Na tuendelee kuomba kila siku uwepo wa Roho Mtakatifu. Kila siku unapoona wenzako wanajumuika kuomba Roho Mtakatifu, hiyo ni fursa. Haleluya. Usiichelewe. Ninarudia tena, nilisoma kwenye sehemu ya kutayarisha njia, ile sehemu ya kwanza.
sikumbuki ni ukurasa gani, anasema hivi, kipindi Roho wa Mungu anamwagwa kwa wingi, halafu wewe ukapuuzia, usiombe Roho wa Mungu anamwagwa kwa wingi, kikafika kipindi cha masika anapomwagwa kwa wingi zaidi ukapuuzia, usitegemea kwamba kama mara ya kwanza ulishindwa kupokea Roho wa Mungu au ile mvua ya vuli kwa mara ya kwanza, usije ukategemea utapata mvua ya masika. Sahau hicho kitu. Kwa hiyo watu wa Mungu wanapokuwa pamoja wakiomba, wakimlilia Mungu kupata nguvu, Roho Mtakatifu, jumuika nawe pia kupata fursa hii ya kuweza kupata Roho wa Mungu akusaidie, akuongoze katika maisha yako. Mungu awabariki. Amen. Kama tulivyosema kwamba ni ndani ya dakika 25 tutakuwa hapa tukiangazia, na tumeona jinsi ambavyo tunatakiwa kuwa na moyo mipya, hali kadhalika Mungu wetu atutengeneze kuwa vitu vipya. Tutakiingia tena kwenye kipindi kingine tena cha wasaa mtamu kwa ajili ya maombi, na kipindi hiki ni kipindi ambacho basi tunamtwika Kristo mizigo yetu yote, hatimaye tunamwachia yeye aweze kutupatia kile ambacho anahitaji tukitende siku ya leo. Lakini ombi kubwa ambalo tunaona katika siku ya leo basi ni uhitaji mkuu sana wa Roho Mtakatifu. Naamini Kibaga unaendelea kusikiliza maombi hayo ambayo muda sio mrefu utapeleka mikononi kwa Yesu. Lakini pia tunao wagonjwa katika maeneo mbalimbali kule majumbani, tunao wagonjwa wetu, lakini Bwana atutendee lokuwa jema kila eneo lote ambako unatusikiliza na kutupata matangazo haya kwenye ofisi zetu mbalimbali, tukianzia hapa jimbo kuu la ETC, basi Mungu akaweze kututendea muujiza katika siku 10 za maombi. Hali kadhalika kule Mbeya wenzetu pia naamini mnatusikiliza, lakini pia na nyinyi pia Bwana akaendelea kuwatendea. Lakini pia pale Bagamoyo siwezi kuwasahau, na nyinyi pia Bwana awatendee muujiza. Hivyo basi Kibaga, kwa unyenyekevu mkubwa sana tupeleke kwa Mungu wetu katika kipindi hiki cha wasaa wa maombi. Dakika hizi kwanza nitoe wasaa kwamba kila mtu apate dakika moja aongee na Mungu wake. Yaani ukiwa kwenye TV yako, kwenye redio yako, ukiwa pamoja na sisi ukitutazama, basi pata angalau dakika moja tu uweze kuongea na Mungu wako. Hatimaye Kibaga Mwaipaja atatupeleka moja kwa moja kwenye maombi. Twende kwenye maombi ya kila mmoja wetu. Tuombe. Haleluya. Bwana wa majeshi, Mungu mkuu, Mungu mweza wa yote, Mungu uliyetukuka mbinguni na duniani, sifa zako ni kuu na kamwe hazichunguziki. Asubuhi ya leo tunapojinyenyekeza miguuni pako Kristo, tunakiri udhaifu wetu kwamba hatustahili, lakini Bwana, kupitia damu iliyomwagika msalabani ya mtoto wako Yesu Kristo, tunapata nguvu na kibali kuja miguuni pako tukiomba msamaha wa makosa yetu. Wewe unayetufahamu kuliko mtu mwingine yoyote, kama ambavyo tumebarikiwa na somo lako, tusaidie kusimama na kuona ukuu wako katika maisha yetu. Tunapotambua kwamba Kristo, kupitia mwanao Yesu Kristo, sisi tunapata ondoleo la dhambi, tusaidie kutembea katika njia iliyokuwa na nuru safi inayotusaidia kujiandaa kwa ajili ya marejeo yako mara ya pili. Sisi kama watoto wako ambao hatustahili, Bwana, tunakusia asubuhi ya leo tunapokuja kwako kwa unyenyekevu mkuu, tunakusia utusikie maombi yetu. Tusaidie kuwa na Roho yako Mtakatifu ambaye kupitia huyo sisi tutakuwa na kibali cha kutembea pamoja na wewe. Kwa maana yeyote ambaye anakuangalia kamwe hawezi kuanguka, na hata akianguka ana ujasiri wa kusimama na kuendelea na safari. Tusaidie kuona changamoto zetu ambazo tumezipitia kwamba ni njia tu ambayo iko natupitisha kuweza kujifunza ukuu wako, nasi tusimame tukuangalie wewe, tuendelee na safari yetu. Baba, asubuhi ya leo tunakuja kwako kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Tunakusihi utupatie Roho Mtakatifu ambaye Bwana, kwa huyo sisi tutakuwa salama chini ya mbawa zako. Lakini pia Bwana, asubuhi hii tunakusihi kwa huruma zako na rehema zako kuu katika maisha yetu, tusaidie kuona mkono wako kupitia wagonjwa. Tunapoomba kwa ajili yao Bwana, wakapate uponyaji. Wenye mahitaji mbalimbali Bwana, anapokulilia na kujidhili mbele zako, wasaidie kuweza kuona ukuu wako kwamba wewe ni baba ambaye kamwe huwezi kumtupa mtoto wako. Anapokuja kwako kwa unyenyekevu mkuu, Mfalme wa amani, humwache angamie. Tusaidie pia kutambua hilo ili tuwe na nguvu na uweza kwamba tunapokuwa tuna udhaifu wowote, changamoto zozote katika maisha yetu, tukikuangalia wewe tunapata uponyaji. Baba Mtakatifu, asubuhi ya leo tunajikabidhi mikononi mwako. Tukakapate kuwa na nafasi ya kuhesabu kwamba leo ilikuwa ni siku njema na takatifu kwetu kwa kutupatia katika maisha yetu, kwamba ulikuwa pamoja nasi na ulifanya kazi pamoja nasi. Vijiti ambavyo umetupatia mikononi mwetu kuvitumia katika wakati huu ambao umetupatia uhai huu, Bwana, tusaidie kutenda kwa wema, lakini utupatie nafasi ya kujua kwamba
Sisi ni binadamu dhaifu na tunahitaji kukuangalia katika kila hali na kila wakati ambapo tunahitaji msaada wako. Bwana, tunakusihi kwa rehema zako na huruma zako kuu, tutakapokuwa tunatawanyika sasa, uende pamoja nasi. Usitusahau, tupatie nafasi nyingine mchana wa leo kuweza kukutanika pamoja na kulisifu jina lako. Mfalme wa amani, kuna mambo mengi ndani ya jimbo, endelea kuyatimiza kwa kadri ya mapenzi yako. Wabariki viongozi, tubariki na sisi wafanyakazi wote. Tupatie umoja, nguvu, mshikamano na upendo mkuu. Kwa haya machache tunakusihi ukapate kutamalaki eneo hili, kwa jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Amen. Basi bila kupoteza muda, tupende tu kuhakikisha kwamba sikuwa hapa ndani kwa udhani mkubwa sana wa wala hali kadhalika watu wa Hope Media TTC, lakini itakuwa mchoyo kama nisipotoa nafasi ya watu kujitambulisha. Langu jina ni Mwanahabari Kurwa, ndio jina ambalo natumia, ila jina la wazazi naitwa John Mwanakurwa. Nipo naye Habi Machiluchana, ndio jina ninalotumia katika kazi, lakini pia jina langu halisi ni Habi Dickson Machilu. Fanuel Tanda. Nami ni Kibaga Mwaipaja. Finance sana. Lakini ukiona vitu vinatokea hivi, jua kuna watu wameumia. Nyuma kamera tulikuwa naye Charles mwana Brighton kutoka pale Moshi, lakini mwongoza matangazo haya basi alikuwa ni Pastor Ken ambaye ndiye mkurugenzi wa idara hii ya mawasiliano hapa, akihakikisha kwamba kila kitu kinakwenda barabara kabisa, hususan upande wa muda. Basi niseme tu hapo kufikia hapa hatuna ziada, lakini ngoja tupate neno fupi, msiombane njiani. Bwana awabariki na asanteni sana.